Kwa nini Irani hajafanya mashambulizi katika ardhi ya Marekani moja kwa moja wakati wote tunajua Marekani ndo adui mkubwa wa Iran? Ni kwa nini tunaona tu akishambulia majirani zake wa Mashariki ya Kati, Saudi Arabia kama Katari, Kuwait na kadhalika, lakini hatujaona akishambulia katika ardhi ya Marekani, mfano New York au Washington? Sasa leo nitakuletea sababu 5 ambazo zinaifanya Irani asiweze kushambulia Marekani moja kwa moja. Je, wewe unafikiri Irani anaogopa au labda kuna kitu gani nyuma ya pazia? Sasa leo tutafichua ukweli ambao watu wengi hawaujui. Sababu ya kwanza ni umbali na uwezo wa kijeshi. Marekani iko mbali sana, iko almost ni kilomita 10,000 mpaka 11,000 kutokea Iran. Sasa ukilinganisha na uwezo wa makombora ambayo Iran amekuwa akitumia kwenye mashambulizi yake, sana sana makombora ya ballistic, hypersonic, cruise missiles, range yake ya kushambulia ni kilomita 2,000 mpaka 2,500 kwa baadhi ya makombora yenye mfumo wa kisasa. Ndio maana unaona Iran amekuwa akishambulia katika kambi za Kimarekani ambazo ziko Mashariki ya Kati na katika nchi ambazo zina ushirika na Marekani, mfano Saudi Arabia, Katari, UAE, Israeli, Kuwait na kadhalika, lengo ikiwa ni kudhoofisha maslahi ya Marekani yaliyopo Mashariki ya Kati, lakini sio kushambulia Marekani katika ardhi yake moja kwa moja kama New York. Sasa ni kweli Irani ana uwezo wa mabomu tu ya kurusha kilomita 2,000 au 2,500? Naona hivi karibuni Irani amerusha makombora yake mawili ya masafa marefu kuelekea katika kisiwa cha Kurg. Na mashambulizi haya ndio yameshtua watu wengi kwa sababu ni uwezo ambao Irani hakufikiriwa kama anao, kwa sababu Kurg yuko umbali wa kilomita 4,000 kutokea Irani. Na Irani aliweza kurusha makombora mawili, japo moja lilifeli na lingine likadunguliwa angani. Na pointi ya pili ni uwepo wa kambi za Marekani Mashariki ya Kati. Marekani ana kambi nyingi sana Mashariki ya Kati ambazo zinamzunguka Iran. Sasa ukiangalia na uwezo na teknolojia ambayo Marekani anayo katika kambi hizi, maana yake zinamnyima uwezo Irani kurusha makombora kuelekea Marekani, kwa sababu makombora yale yanaweza yakalipuliwa katika kambi za Kimarekani ambazo zinazunguka Iran. Kwa hiyo badala Irani achague kwenye kushambulia Marekani moja kwa moja, Irani inabidi abadilishe mfumo wake na mkakati wake wa vita, kupigana kwanza na zile kambi ambazo zimemzunguka yeye, kwa sababu atakaporusha mabomu kuelekea Marekani unakuta zile kambi za Marekani ambazo zipo karibu yake zinaweza wa kuretaliate na kuintercept makombora yale mapema sana kabla hajafika Marekani. Kwa maana hiyo mkakati wa vita kwa Irani anabadilika na kuanza kushambulia kwanza au kudhoofisha zile kambi za Marekani au washirika wa Marekani ambao wapo ukanda wake wanaomzunguka. Sababu ya tatu hapa ni hofu ya majibu makali na kujiharibu. Irani anajua mziki wa jeshi la Marekani na anajua nguvu halisi ya jeshi la Marekani, hivyo anajua kabisa atakaposhambulia katika ardhi ya Marekani huenda akapata majibu makali sana na akajiharibu. Trump mwenyewe amekuwa akisema mashambulizi anayofanya Irani ni mashambulizi kwa ajili ya kushinikiza mabadiliko ya mfumo wa utawala uliopo nchini Irani. Maana yake anataka kuondoa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya IRGC na kumzuia Irani asiendelee na mkakati wake wa uranium kwa ajili ya utengenezaji wa silaha za nyuklia. Hivyo shambulizi la Irani katika ardhi ya Marekani linaweza likabadilisha mtazamo na taswira nzima ya mkakati wa vita ya Marekani kwa Irani, na Marekani akachagua kumharibu au Irani na kuiangamiza kabisa, jambo ambalo Irani analijua na inaliogopa. Kwa hiyo inafanya Irani aogope yeye mwenyewe kupanga au kufanya mashambulizi katika ardhi ya Marekani. Pointi ya 4 hapa ni mkakati wa vita isiyo sawa, yani asymmetric warfare. Hapa Irani anafahamu juu ya uwezo kamili wa jeshi la Marekani, kuanzia kwenye ndege za siri ambazo ni stealth bomb, Marine carrier kama ya Abraham Lincoln au Richard Ford au USS Iwo Jima. Kuna satellites na mambo mengi sana ambayo jeshi la Marekani limejijengea uwezo wa kuyatumia vizuri katika kufanikisha misheni zake na operation zake za kivita. Kwa hiyo Irani, ili aweze kuepuka nguvu kamili ya Marekani, anachagua kupambana kwa kutumia mkakati ambao utamfanya Marekani ashindwe kuingia vita moja kwa moja, na atakapojaribu kushambulia katika ardhi ya Marekani anaweza akalitibua na akamfanya Marekani sasa atumie vifaa vyake vyote alivyo navyo ili kudhibiti na kumaliza vita hiyo mapema, kitu ambacho Irani anakiogopa. Pointi ya 5 hapa ni faida za mkakati wa sasa. Irani anachagua kuendelea kutumia proxy warfare na mashambulizi ya karibu katika kambi zinazomzunguka, akitumia makundi kama ya Hezbollah ya Lebanon au Houthis walioko Yemen au Hamas walioko Gaza kufanya mashambulizi kwenye sehemu za Mashariki ya Kati ambazo Marekani ana maslahi nazo, na kuendelea kutengeneza shinikizo katika mifumo ya siasa na uchumi wa dunia kwa ujumla. Mfano, kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz
kumesababisha shinikizo kubwa la kimataifa katika siasa na uchumi. Lakini pia Saudi Arabia na UAE ambao ni washirika wakubwa wa Marekani wanashindwa kusafirisha mafuta na kwenda kuuza nje, ambapo bei za mafuta zimeendelea kupanda ulimwenguni kote. Sasa Irani inaendelea kudhoofisha uwepo wa Marekani Mashariki ya Kati bila kujisababishia uharibifu wa moja kwa moja, na kwa maana hiyo anaona hana haja ya kwenda kushambulia Marekani, kuanzisha vita ambayo itamfanya apoteze kila kitu. Sasa swali kwako mtazamaji, je, wewe unafikiri kwamba mkakati huu wa Irani utaendelea kufanikiwa au siku moja utavunjika? Au unadhani kwamba Irani atathubutu kushambulia moja kwa moja nchini Marekani? Naomba tuandikie maoni yako hapo chini, lakini pia usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe katika channel hii kwa ajili ya masuala zaidi ya kujifunza.